Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu waumini, ndugu zangu katika imani, udna wal audu Ahmad, tumerudi na kurudi kwetu huku ni kwa kushuhudiwa. Inshallah tutaendelea kwa vipindi vyetu mbalimbali ambavyo tumekuwa tukivirusha katika mtandao wetu wa Abu Suhail Online. Muendelee kufuatilia kwa kila wiki inshallah biidhnillah. Leo ndugu zangu Waislamu, nipo hapa na mada ambayo ni mada muhimu sana, na nikisema ni muhimu, kila mada ni muhimu kwa sababu kila tunachokiongea hapa kinaleta faida katika mujtamaa wetu pamoja na Uislamu wetu. Lakini katika mada hii ya leo ni mada ambayo ipo majumbani mwetu, ipo katika mujtamaa wetu au waqi'ia tunasema kwa Kiarabu, ni silatul rahim, ni kuunganisha udugu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surah an-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana bikum raqiba. Aya hii ndugu zangu Waislamu ya surah an-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi wanadamu au enyi watu, muogopeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mola ambaye amewaumbeni kutokana na nafsi moja, na nafsi hiyo akazichawanya akaiumbia pia mke wake au mke, ikawapea jike na dume. Na baada ya kuumba jike na dume, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia viumbe hawa wawili akaeneza viumbe. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anasema ya kuwa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, muogopeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaye mnamuomba pia, na muogope udugu, yani muogope, mchunge sana swala la udugu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hiyo. Ndugu zangu Waislamu, udugu ni jambo kubwa katika Uislamu. Udugu ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alilikemea sana, na Qur'ani kama tulivyotangulia kuizungumza inazungumzia, inatuhofisha, inatuogopesha tusije tukafikia hali ya kukataa udugu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo ilipokewa na Bukhari na Muslim, anasema la yadkhulu aljannata qati', ya kuwa haingii peponi yule ambaye ataukata udugu. Ndugu zangu, nikizungumzia kukata udugu ni kitu gani? Wengi najua mnafahamu, lakini kuna wengine ambao hawafahamu. Ngoja kidogo nielezee katika hili. Kukata udugu ni kule ambapo ulikuwa na ndugu yako wa damu, ndugu yako aliyozaliwa naye, ikiwa ni baba, ikiwa ni kaka, ikiwa ni dada, ikiwa ni ami, ikiwa ni mjomba. Hawa ndugu zako wa karibu au ambao Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza uogope sana katika kuja kukata udugu. Kwa hiyo kukata udugu ni vile kumpigia pande mwenzako, akasema mimi fulani sina haja naye, wa alionifanyia mimi sitaki hata kumuona, na kaburini asije kumzika, akisikia mimi kufa kwangu asije kuhudhuria kwenye maziko yangu. Yani inafika hali kama hiyo. Ndugu zangu Waislamu, yapo mambo haya tunayaona katika waqi'ia yetu, katika maisha ambayo tunaishi, tunayashuhudia familia mbalimbali zikizozana, labda mathalan kwa mali ambazo walioziacha wazee wao, au mathalan kwa kipande cha ardhi, au mathalan kwa watoto ambao walionao, inafikia mpaka kukatana mapande. Jamani, jambo hili ni jambo la hatari sana. Tukiangalia aya mbalimbali za Qur'ani zinaelezea juu ya umuhimu wa kuunganisha udugu. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anasema katika hadithi iliyopokelewa na Bukhari na Muslim aidan, anasema laysa alwasilu bilmakafi' walakin alwasilu huwa alladhi idha qut'at rahimuhu wasala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hii, sio kuunganisha udugu ni kule kuwasaidia ndugu zako au kusaidia ndugu zako wa karibu,
bali udugu ni ule mtu ambapo utakapokuja kukatika udugu wake baina yake na ndugu yake, yule mtu akaendeleza au akapambania udugu wake kurudi pale pale ulipokuwa, huyu ndiye ambaye anayevunja udugu. Pia katika hadithi nyingine imekuja ya kuwa arrahimatu muallaqatun fil arsh, kwamba hii kuunga udugu imewekwa au imening'inizwa katika arshi ya Mwenyezi Mungu. Taqulu, inasema man wasalani wasalahu Allah, yoyote ambaye ataniunga mimi basi Allah subhanahu wa ta'ala pia atamuunga mtu huyo. Wa man qata'ani qata'ahu Allah, na yoyote yule ambaye atanipinga, atanikata basi na Allah subhanahu wa ta'ala mtu huyo pia atamkata. Ndugu zangu, jambo hili ni jambo la hatari kubwa sana, jambo ambalo linatupasa tulichunge katika maisha yetu, ni jambo ambalo halipasi sisi kuwa nalo, ni jambo ambalo tujiepushe sana ndugu zangu Waislamu. Wa hayo machache, wabillahi tawfiq, wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.